wetu huu, na pia natoa shukrani kwa wote ambao wamehudhuria katika hafla yetu leo. Itakuwa ni fupi tu na hakuna mazungumzo marefu, isipokuwa tutamkaribisha Mheshimiwa Balozi atupe kidogo asalimie mliohudhuria hapa pamoja na kutoa moja mawili, alafu tutamkaribisha Ustadh Abubakar amalizie kidogo kutueleza juu ya Ramadhani na tuliokusudia hapa leo. Asante. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari ya jioni. Ukipewa maiki unatakiwa useme maneno mawili matatu, na kwa sababu mimi kama balozi na kama mgeni wa diaspora na mawili matatu, niwe radhi kidogo, nitasema mawili matatu alafu nitawaachia wahusika waendelee. Kwanza awali ya yote, naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya ya leo na kuweza kukutana katika mkusanyiko huu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi ni mara ya pili kuhudhuria kwenye eneo hili, na namshukuru Mungu kwamba ameniwezesha kwa mara ya pili kuhudhuria. Ndugu zangu Waislamu na wana diaspora, baada ya salamu za utangulizi, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa diaspora ya Watanzania hapa UAE kwa kunialika katika hafla hii ya iftari iliyoandaliwa na Watanzania waishi hapa UAE. Ni faraja kubwa kwangu mimi kama balozi kuona na kukusanyika nanyi jioni ya leo katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi wa rehema, msamaha na kujitakasa. Lakini pia niwatakie baraka tele ndugu zetu wale wa imani nyingine, mfungo wa Kwaresma, na vile vile tuombe Mwenyezi Mungu abariki mfungo wetu. Ndugu zangu wana diaspora, naomba nichukue fursa hii kupongeza uongozi wa diaspora, kamati ya maandalizi na wale wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha hafla hii ya kufuturisha. Mimi binafsi natakuwa hadi kufikia hapa kuna kazi kubwa imefanyika, na naamini katika kamati ambayo imeshughulikia hafla hii kwa namna moja au nyingine wanaweza kupata kupishana kauli, lakini mimi naomba niwatoe wasiwasi kupishana kwa kauli hiyo hakukuwa kwa nia nyingine, bali katika kuwezesha kufanikisha sherehe hii. Kwa vile nimedokezwa kwamba tutakuwa na nafasi ya kutolewa nasaha ambazo zitalingana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, naomba tu nihitimishe kwa kuwashukuru nyote kwa kuhudhuria katika tukio hili muhimu lililotuunganisha pamoja kama Watanzania, na naomba nitumie nafasi hii pia kuwatakia nyote Ramadhani njema, sikukuu ya Eid al-Fitr na Pasaka, na inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu na ibada zetu zote ndani ya mwezi huu. Tuendelee kushikamana, kusaidiana na kuendeleza mshikamano wa taifa letu popote tulipo, bila kujali dini, rangi wala kipata. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimesikia bwana balozi na salamu zake. Sasa hivi inshallah tutahusiana kidogo kuhusu mwezi huu wa Ramadhani, na kama tulivyotangaza mwanzo katika program ni kwamba tutajaribu kuelezea jinsi gani funga hii ibada ambayo tuko nayo hivi sasa hivi imehusiana moja kwa moja na dua, na tulisoma aya fulani hapa katika Qur'ani ambazo mtazisherehesha vizuri. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd,
إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أما بعد، waliwahi mwanzo tulisoma aya nambari 183 katika sura Bakara, juzuu ya pili ya kitabu chetu kitukufu. Ni aya maarufu ambayo ndio aya iliyokuja kulazimisha huku watu amri ya saumu. Aya hiyo na aya hizi zinaanza kuanzia 183, 84, 85. Ni aya tatu zote zinazungumzia siamu, zikianza na aya alladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum.